nyie mnaofanya kazi nyie kwenye maofisi, nyie mnaofanya kazi kwenye maofisi, mara nyingi unakuta mtu ni mvivu, ni mzembe, kazini kwenyewe anachelewa, akifika huko kazini ni umbea, kazi yake ni kuchonganisha wengine kwenye kazi. Akikaa fulani anaenda wa kwanza kwa bosi, yani anajipendekeza kwa bosi, yeye mwenyewe kwanza hafanyi kazi vizuri, ni mvivu, ni mzembe, lakini ndio wa kwanza kwa bosi. Unajua fulani yuko hivi na hivi na hivi, fulani yuko hivi na hivi na hivi, yani kwa sababu ameona kwamba kuna vitu vimemfanya akose kibali, kwa hiyo anaanza kuweka maneno ya uchonganishi. Lakini mwisho wa siku anapofanya ule uchonganishi, mwisho wa siku ukweli unakuja kujulikana, fulani ndio mbaya, ndio anayeharibu hii kampuni. Sasa kiona nimesikika, tayari huyo anaanza kupiga simu. Mama, shikamoo. Nilikuwa naomba niende kwa yule mtaalamu kaniulizie, mambo yamechacha huku. Kimewaka. Naomba niangalizie pale huko kazini mwana. Wanaletea shida. Kuna midomo. Kumbe yeye ndio mwenye mdomo. Alafu anaanza kusema kwamba kuna watu wenye midomo huku wameanza kuniinukia. Hebu niangalizie huko nifunge midomo yao. Ndio anaanza kuroga wenzao sasa. Mara anaenda huko, mara anaenda kule. Anaanza kuchukua madawa, anaanza kupeleka kwenye ofisi za watu wenye tiles. Watu wasivyokuwa na haya. Anavizia wote wameondoka ofisini, anaingia namna hii. Bahati nzuri siku hizi kuna CCTV camera. CCTV camera. Anaingia anamwaga namna hii. Anamwaga. Kumbe anaonekana tu. Unajua dhambi ina tabia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi ina tabia ya kufyatua akili. Yaani kama mtu akitenda dhambi, wakati mwingine akili inafyatuka. Yaani automatic kwa anajikuta anafanya kitu cha aibu, baadaye anakuja kujishtukia, kumbe mimi nimefanya vile. Baadaye anakuja kusema kwamba sio mimi niliyofanya, lakini kwa nini? Kwa sababu ya ile dhambi ambayo ameifanya. Kwa hiyo kwa sababu ya ile hali aliyokuwa anaifanya, inapelekea moja kwa moja anajikuta anafanya vituko mwisho wa siku na anaonekana. Akishaonekana sasa anafukuzwa kazi. Yeye mwenyewe anafanya nini? Anafukuzwa kazi. Sasa anakosa kibali kwa sababu ameshindwa kukaa kwenye nafasi. Ameshindwa kufanya yale ambayo anatakiwa kuyafanya mazuri. Kwa hiyo wale ambao wanafanya mazuri ndio wanapata kibali. Lakini ndio maana sasa kama nilivyosema kwamba siku za leo wengi wale ambao hawana kibali ni wale ambao wanajikuta hawafanyi ipasavyo. Alafu wanakuwa sababu ya kuwachukia wale ambao wanaopata kibali ambao wanafanya vizuri. Sikia nikwambie, wewe unayenitazama pia, ukitenda mema utapata kibali. Lakini usipotenda mema huwezi kupata kibali. Utaendelea kuonekana hivyo hivyo, hufai kwa sababu hujatenda mema, bado unawafanyia wengine mabaya, unawaroga wenzio kwenye ofisi, unataka wewe ndio uwe mkubwa, wakati wewe mwenyewe wewe mwenyewe darasa la 7, unataka ulingane na mtu aliyesoma vyuo. Wewe itawezekana vipi? Wewe tulia tu, kwa wakati wa Mungu mwenyewe anaweza kukupandisha. Hivyo utafuta Mungu, unajikuta unasoma kidogo, unapanda, mwisho unakuwa na wewe na madigrii, unakuwa na cheo kikubwa. Hapo ulipo pia Mungu anaweza kukuinua. Acha kuchukia wenzio, acha kuwaona wenzako kama vile wamepata sana, kwa hiyo nafasi wanataka wewe. Nataka nikwambie jambo moja, ya kwamba wewe ukitenda mema kibali kitatokea. Wewe tenda mema tu, kibali kitatokea. Wewe unapotenda mema unaweza ukashangaa wanatokea wakutokea kwenye kampuni, wewe ndio unapewa kibali. Kama ndio ulikuwa la 7 unapewa promotion ya kwenda kusoma ng'ambo, ukirudi huku na wewe